mtu analia tumbo kipindi cha mwisho kupitia hizi burudani na nini. Masaa imeenda mtumishi. Wengine kama Wakongo kula nini? Monkeys, ndio na Ebola ilikuwa imewashika. Mungu anasema hizi ni laana kukula vitu Mungu hakuruhusu. Sasa madhara ya ulaji wa damu na hizi vitu ni madhara gani mtumishi? Ndio. Hebu tuende kitabu mahali uliachia. Kitabu ni kile cha Marko 7, mtumishi 21 kwa haraka, masaa imeenda pale. Inasema Marko ni 7:21 mtumishi. 7:21 inasema kwa maana ndani ya mioyo ya watu, angalia sasa ulaji mbaya unachangia nini ndani ya mioyo ya watu? Kutoka mawazo mabaya. Angalia, kwa kukula vibaya unatoa mawazo mabaya, uasherati, wivi, uaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, endelea, pumbavu. Safi. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani. Kwa sababu ya tumbo imechangia mtu anashindwa kushinda ndani. Angalia leo ushoga umekithiri kwa sababu ya ulaji mbaya. Ndume mbili zinaingia katika ndoa kwa sababu ya ulaji mbaya. Angalia. Tukiangalia kama kuna kipindi ushoga umekithiri, ni wakati wetu. Watu ambao unapata mtu hawezi ridhika na mke wake, maana hisia zimeinuliwa na ulaji wa mafuta na damu ambayo Mungu hakukusudia, imechangia tabia kuwa mbaya. Angalia. Jamani wanaume, nani alituroga? Pengine ndio swali bora la kuuliza leo baada ya mwanamume mmoja ambaye ni kasisi wa kanisa moja huko Nyeri. Kufumaniwa hii leo akila uroda na mke wa wenyewe. Tamaa, ukiona unashindwa kushinda dhambi, angalia kinachoingia ndani ya tumbo yako. Yesu anasema leo watu watatakiwa kusikia imani, hawataka kusikia Biblia. Kwa sababu gani? Ulaji mbaya. Na sio peke yake mtumishi, katika ulaji mfalme alipiatiana pata vinywaji mpaka nini? Vinywaji mpaka vileo mtumishi. Unajua watu wananimata, mtu ananiambia wewe hata Yesu alitengeneza pombe. Kuja na andiko, Yesu alitengeneza pombe. Usiyekelea Yesu alitumia uzao wa mzabibu akatengeneza wine. Kuna wine kwa Biblia inayosimamia uzao wa mzabibu, na kuna wine iliyochacha divai kileo walibabu, si ndio? Damu ya nini mtumishi? Hii Kumbukumbu la Torati. Sikia. 32. Sikia. 14. Hii siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo. Sikia. Pamoja na mafuta ya wana kondoo. Kondoo wa Kibashani na mbuzi na unono wa ngano iliyo nzuri. Ukanywa divai. Yesu alitengeneza divai, damu ya mizabibu. Alitumia mzabibu ndio inaitwa divai. Lakini leo watu wamejipatia nguvu, wanakunywa pombe. Hakuna mlevi ataingia ufalme wa mbinguni labda abadilike aache pombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Wakorintho wa kwanza 6:9, sikiza andiko. Ndio Mungu anasema fundisha watu wasiharibu miili yao. Na ndio Mungu anasema hata wewe unayeuza, Mungu anaweza kupatia kazi nzuri, usiharibu mboma za watu, jifundishe kutafuta pesa yake iliyo na mibaraka ya Mwenyezi Mungu. Soma andiko mtumishi. Inasema au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu. Usidanganyike. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi. Walevi hawezi rithi uzima wa nini? Wa milele. Lakini wakibadilika kuna uzima kwa Yesu. Ndio maana Yesu alikujia wachafu wote akawabadilisha. Kama umeshindwa kuacha pombe, njoo kwangu jioni ya leo niulize, nitakupatia kitu Mungu alipatiana katika shamba, inaondoa kiu ya pombe katika mwili wako. Kuna wengine wameshindwa kuacha sigara, kuna wengine wameshindwa kuacha miandarati, njoo nitafute nikuonyeshe njia mbadala. Mungu anasaidia kuiacha. Na Mungu anasema amelaaniwa mtu yule anayeamka asubuhi hata kabla njogoo kuwika pombe. Isaia 5:11 inasema ole wao waamkao asubuhi na mapema, wapate kufuata kileo, wakienda sana hata usiku wa manane. Unapata mtu ameamka asubuhi ni kutoa lock, ameshinda mchana mpaka usiku wa manane, mpaka mvinyo, mpaka pombe imewaka kama moto ndani yao. Familia imeharibika, maisha imeharibika, mwili umedhoofika. Yesu anakuambia kuna njia mbadala, rudi kwa Yesu akupatie ushindi wa pombe. Vijana wengi wameharibika kwa sababu hii tabia. Danieli alishinda kama kijana, maana aliweka tumaini kwa Mwenyezi Mungu. Na anasema si anayekunywa peke yake, hata wewe unayenunulia mtu pombe na kumuuzia una kesi machoni pa nani? Kwa Mungu. Habakuki 2:15. Ole wake. Habakuki 2:15 anasema ole wake yeye ambaye jirani yake kileo. Unayeuzia watu pombe ndio utafute mali, usimamishe mboma yako za wengine zikiharibika. Wewe Mungu anasema